Jina hili la shangaza, mataifa ya shangaa kwa matendo yake Yesu. Hakika na shangaa Bartimayo kuona tena, hata vipofu kuona. Ama kweli ili jina hili limejawa na muujiza, kuzaliwa kihuduma mpaka kufa na kufufuka. Jina hili limejawa na muujiza, Pingeni mpingavyo, ilo kweli ndio huu. Yesu alikufa kwa ajili ya watu wote. Jina hili limevuma kuliko majina yote. Jina hili takatifu laweza mambo yote. Wito, 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 nimetikia wito. Oh, wito, wito, Vipi? Ungejua alionipata huku hata usingeongea. Inua kichwa chako kwanza tuongee. Kuhusu ile jambo lilofanikisha. Nifanikishe wapi? Yaani alionikuta huku, nimeenda kwa yule mama, ameniambia niweke watu wawili kama chakula chake. Aisee, yaani nye damu zetu zinatofautiana. Yaani mimi kanisaidia shida nyingi sana. Sasa sijui tutafanyaje. Lakini nitatafuta mtu mmoja na wewe utatafuta mtu mmoja. Asante sana rafiki yangu. Sijali, tupo pamoja. Asante sana rafiki yangu. Wewe ndio bingwa. Hapana, nikupo na mshauri. Ulikuwa unamshauri nini? Toka! Toka! Sasa ukimpa msaada huyu, adhabu nitakayekupa unasahau kwenye maisha yako. Mwana wangu rumo, mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima. Fungua kitabu kile cha Mithali ile sura ya 11 kuanzia mstari ule wa kwanza. Tawi lisilozaa, yani tawi ni waokovu. Amen. Halo. Tawi lisilozaa linafanya utakatwa. Si ndivyo inasema? Utakatwa mti au itakatwa tawi? Tawi sio mti. Haleluya. Litakatwa tawi lililoko kwenye mti. Mazao ya mwenye haki. Amen. Kwa maana hiyo mwenye haki ni mtu anayezalisha, ni mzalishaji wa mazungumzo mazuri yenye kuleta utukufu wa Mungu. Mzalishaji, nini ulichokizalisha kupitia kinywa chako tangu uokoke? Je, umezalisha ushuhudiaji kwa watu wamjue Kristo? Hata kama hawajaja, lakini wameona kwako kuna kitu ambacho wanaweza kupokea. Halo? Kuna watu wanaelewa? Nini umezalisha? Mwambie jirani yako, nini umezalisha? Nini umezalisha? Mazao ya mwenye haki.
umenuna hata kucheka. Wewe hebu cheka basi, cheka. Unaangalia nini? Mambo. Kimechukia hiki. Shida nini sasa? Wewe amani. Shida nini? Nitakubebwa. Singizi au? Wewe. Singizi. Makelele. Wewe vipi leo? Wenzako hapo ibadani, wewe uko nyumbani. Kulikoni leo? Wenzako hapo ibadani, wewe upo nyumbani. Anasema enendeni ulimwenguni mwote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi na mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Haleluya. Na baada ya wao kubatizwa, kinachofuata ni nini? Sio kustarehe, ni kazi ya Bwana. Mwambie jirani yako sio starehe. Ni kazi ya Bwana. Haleluya. Sasa watu wengi wanaona kwamba nikishabatizwa ndo basi. Wewe umebatizwa tayari, umeshadhihirishwa ishara ya kufa na Kristo na kufufuka na nani? Kwa hiyo kama umefufuka na Kristo, kwa maana hiyo lile agizo la enendeni ulimwenguni mwote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi lazima ulifanye. Amen. Hata ukinuna ninahubiri leo. Haleluya. Amen. Mwambie jirani yako hata ukinuna inahubiriwa. Hivi najua wewe ni mtumishi wa Mungu. Kumbuka na nihubiriaga hapa mimi. Alafu mtumishi uendi kanisani? Meli una vituko wewe. Vituko tena wakati nakwambia ukweli. Unajua siku zote mtu mzuri ajisifii anasifiwa. Na hata kwenye mambo mazuri ajisifii, bali atakuwa anasifiwa na watu. Haya bwana, asante. Ila mbona bado hatujachelewa? Twende basi. Siwezi kwenda kwa sababu nimesikia matukio mengi sana ya mchungaji wenu kuwa kila msichana atakayeingia ni wa kwake. Kwa hiyo mimi hapana, siwezi kwenda. Sikiliza, ubatizo ni ondoleo la dhambi. Sikiliza, Yesu alipozaliwa aliandaliwa mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Simeon. Alivyozaliwa Yesu, Simeon akaletwa kwa Simeon kwa sababu huyu Simeon aliahidiwa na Mungu kwamba hatakufa kabla ya kumuona Kristo. Yes. Kwa nini aliambiwa hautakufa kabla hujamuona Kristo? Kwa nini? Kwa sababu aje kumbariki yule aliyezaliwa, ili yule aliyezaliwa atembee katika ubarikio wa Mungu kupitia mtumishi wake ambaye ni nani? Ni Simeon. Amen. Hello. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu aliishi katika ubarikio wa Simeon mpaka alipotimiza miaka 30. Miaka mingapi? 30. Alivyotimiza miaka 30 akaenda katika mto Yordani. Wakati huo Yohana alikuwa amebatizwa. Kumbuka mimba ya Elizabeth ambaye ndani yake alikuwa Yohana Mbatizaji, ilipofika miezi 6 ndipo Gabriel alipoenda kumpasha habari Mariamu. Yes. Yohana aliandaliwa kwa ajili ya kutengeneza njia ya Bwana, ya kumtengenezea Bwana njia, na ndio maana Yohana alitumika ili aje ambatize nani? Yesu Kristo atakapofikisha miaka 30. Yesu alipofikisha miaka 30 ndipo alipoenda katika mto wa Yordani akaenda kubatizwa. Hapo ndipo Utatu Mtakatifu ukakamilika. Yes. Kwanza Bwana Yesu, Roho akashuka kama ua begani. Halo. Alafu sauti ikamdhihirisha Mungu Mwana. Yes. Unanena vizuri? Yaani Mungu Roho alishuka begani. Yes. Mungu Baba akamtambulisha rasmi Mungu Mwana. Bwana Yesu.
kwamba huyu ndiye mwanangu, nimependezwa naye, msikilizeni. Bwana Yesu asifiwe. Dada, imekuwaje tena? Dada, 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 dada. Yesu ni wangu. Ni nini sasa? Imekuwaje? Huyu si Nesta huyu. Wewe Nesta. 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 Wewe Nesta. Nesta. Wewe Nesta. 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 Wewe Nesta. Nesta. Wewe Nesta. 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 Kama ni mwenye haki lazima uzalishe mambo mema. Kama ni mwenye haki, kila utakalolizungumza lifanyike baraka kwa Mungu na kwa wanadamu. Amen. Na ndio maana Yesu, mwambie jirani yako Yesu akumpendeza Mungu peke yake. Haleluya. Alikuwa anakuwa katika hekima na kimo. Maandiko yanasema akimpendeza Mungu na wanadamu. Unataka aliye anempendeza Mungu na nani? Na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu akuja kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dini. Akuja kwa ajili ya dhehebu. Kwamba nimekuja kwa ajili ya wakaiketi tu. Nimekuja kwa ajili ya walokole tu. Nimekuja kwa ajili ya Waloma tu. Nimekuja kwa ajili ya watu fulani tu. No! Yeye kazi yake alichokuja ni kutafuta kile kilichopotea. Mizani ya hadaa ni chukizo kwa Bwana. Amen. Anasema bali vipimo vilivyo sawasawa umpendeza. Halo. Mstari wa pili. Kijapo kiburi ndipo ijapo aibu, bali hekima ukaa na wanyenyekevu. Yes. Unaelewa? Hekima inakaa na nini? Na wanyenyekevu. Hekima haikai kwa wenye mizaa. Hekima haikai kwa wale watu ambao hawaenendi sawasawa na Mungu anavyotaka. Unajua Mary, ukitaka kujua tabia ya mtu yeyote, tengeneza kwanza ukaribu naye. Kwa mfano, kama jeshi letu la polisi linaweza likajua kabisa kuwa huyu ni muuzaji wa madawa ya kulevya, lakini kwa nini haliwezi kumfunga? Sababu ya kitu kinachoitwa ushahidi. Kwa hiyo katika mambo yote yanayozungumzwa kwa mchungaji, hao wanaomzungumzia hawana ushahidi wowote. Kwa hiyo jeshi letu la polisi watakachokifanya sasa, watatuma mpelelezi ili kwenda kutafuta kitu kinachoitwa ushahidi, yaani yule muuzaji wa madawa ya kulevya
amekamatwa na madawa ya kulevya, na hapo ndipo atakapohukumiwa kwa sababu wamemkamata na madawa. Wale wanaotengenezwa, sikiza, Mungu anatengenezwa na Mungu anatengenezwa kuwa mtu imara, kuwa shujaa, ambaye yeye yani mpaka afike kiwango kile cha kukubali kufa kwa ajili ya Kristo, kwa sababu Kristo alikubali kufa kwa ajili yetu. Kwa nini si tukatae kufa kwa ajili yake? Yafurahie majaribu yanapokuja, kwa sababu jua, yani furahi, kwa sababu yani tayari ujiandae kikakamavu na kijeshi. Sema hapo mimi natoka. Wanaweza kuzifa. Hata kama likigingi limekuja limeshindiliwa kama kuta ya Yeriko, limekaa mbele yako hivi, tabasamu, sema mimi hapa natoka. Amina. Yani afe kipa, afe beki, lazima mpira uchezwe. Wanaweza kuzifa. Haleluya. Lazima hata kama kuta ligumu mbele yangu, mimi napita. Napita. Hata kama ukijaribu kupita ukiona ngumu, jikaze. Haleluya. Mwambie jirani yako jikaze. Wanaweza kusifu. Kwa sababu unapojifanya mgumu ndipo ambapo challenges zinaanza kukufuata. Amina. Ndipo adui zako wanaanza kukuchallenge. Yaani kupima kiwango cha imani yako. Mauti imemezwa kwa kushinda. Nami namuita Nesta, njoo kwa jina la Yesu. Ninakuita kwa jina la Yesu. Nesta, njoo. Njoo kwa jina la Yesu. Njoo kwa jina la Yesu. Yesu wetu ni mshindi na mauti imemezwa kwa kushinda. Na mimi ninamuita Nesta, njoo kwa jina la Yesu. Tulia. Nikaja hapa. Mwenye kuelewa. Nimetoka huko na imba nimekukuta wewe hapa. Basi wewe nenda nyumbani. Mambo. Besoni. Mambo mwanangu. Mambo. Tete. Mwanangu vipi? Mbona sikuelewi wewe? Toka jana mwanangu kwa hiyo kuna shida gani wewe mtoto? Mbona mdogo wako anachangamka hapa? Sikuelewi wewe. Una shida gani? Mwanangu una shida gani? Naona umepoda kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa atakachokifanya challenges zitaanza kuja kwako. Kupima huyu mtu kweli amemaanisha. Kweli je, hichi alichoanzisha amemaanisha kukianza na kukimaliza? Ametangaza vita. Unapoongoza sala ya toba, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, hapo unatangaza vita. Amina. Haleluya. Kwa hiyo vita lazima itaanza. Sasa wanaangalia hivi huyu mtu anavyoongoza sala ya toba amemaanisha. Sasa ngoja amalize, tutakutana nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umeongoza sala ya toba hapa. Amen. Unafika nyumbani. Unakutana na vitu huko. Unakutana na mabomu ya nyuklia. Unasema yeah. Haya. Kama ndio haya basi. Bwana Yesu asifiwe. Kama ndio haya nini? Basi. Kanisani bye tena. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi kuendelea na Yesu kwa haya. Yesu, unioni? Yaani nalia kila siku, unioni? Alafu nashangaa, ile adui lako ndo linanenepa. Bwana Yesu asifiwe. Ile adui lako ndo linadunda. Yaani ile adui lako ndo linazidi tu kuwa linanawili tu. Bwana Yesu asifiwe. Unaliangalia. Yaani kuna wakati unatamani hata lifi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako Mungu hayupo hivyo. Mwambie tena jirani yako Mungu hayupo hivyo. Mwambie tena jirani yako Mungu hayupo hivyo. Endelea kumwambia Bwana, yaani wewe hata kama shetani anafanya vita,
Kwa hiyo Mary, usipende kusikiliza maneno ya watu, yatakupoteza. Lakini nawe inatakiwa kujua lisemwalo lipo, na kama alipo linakuja. Sasa naomba unisikilize ndugu yangu, kwa sababu imeandikwa Timotheo wa kwanza 4:12, mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani safi. Je, mpaka hapo una swali? Swali langu, kwa nini hujaenda kanisani? Kwa sababu unavyonihubiriaga ni hatari. Hapana, tunaelekezana tu Mary. Kiukweli mimi kwa upande wangu nimejiridhisha juu ya mchungaji wangu, na ndiyo maana sina shaka naye kabisa, kwa sababu amekuwa kielelezo kwangu mimi niliyeamini katika usemi na mwenendo, pia katika upendo na imani safi. Amina, mtumishi wa Mungu, nimeshiba neno lako, asante. Barikiwa. Amina, mimi naenda. Kwani huko umetoka wapi? Nimetoka kutafuta mboga. Ndio ulikuwa unaenda nyumbani kupika? Na mboga yenyewe sijaikuta. Tena sasa utafanyaje? Tukatafute sehemu nyingine. Kwa hiyo ulivyoona mimi sijaenda kanisani, umeniona hapa, bora ukaniulizia. Ndio hivyo, nimeshtuka kwanza. Amina, mtumishi wa Mungu, ubarikiwe. Haya, asante, nashukuru na wewe, mimi naenda. Haya, barikiwa bwana. Amina. Haya. Mama, jana nilikuwa nimeona mdada mmoja hivi anagamia ukuta, nikamwita dada, wewe dada, hapo mwenyewe mfupi hivi mweusi hapo mdogo. Sasa nikamwita dada, wewe dada, hebu geuka kama nikikaa kibao. Sasa nikacheza fahamu. Alafu baadaye pale nimeenda kupitia sehemu nyingine. Mwanangu, hizo movie mnazoangalia zinawapoteza kabisa. Yaani umepoa nikajua labda unaumwa, kumbe unaniletea ni ujinga wako hapa. Hebu toka. Mama kweli. Toka bwana, toka. Unaniletea ujinga tu hapa. Huyu yuko duniani, ni adui wa huyu. Bwana sifa. Amina. Ila huyu na yeye sio kwamba asali, anasali vizuri tu. Bwana sifa. Amina. Lakini sasa huyu yeye yuko rohoni sana. Maombi yake yanakwamisha vitu vya huyu. Kwa hiyo huyu akipigana katika ulimwengu wa roho, akimshindwa huyu, atatumia mwili. Amina. Bwana sifa. Amina. Ataamua kutumia mwili ili apigane naye. Halo? Sasa anapokuja katika mwili, huyu haitakiwi yeye kurudi katika mwili, kwa sababu huyu ana Mungu wake na huyu ana Mungu wake, japokuwa wote wanasali. Kuna watu wanaelewa? Ni kitu gani kilichotofautisha? Kwa sababu amelinda utakatifu, hajalinda utakatifu. Ameishi kwa neema, anaishi kwa majivuno. Amina. Unanielewa hapo? Amina. Unanielewa hapo? Amina. Unanielewa hapo? Amina. Kwa hiyo huyu akileta mashambulizi kwa huyu ya kimwili, na huyu akikubali hayo mashambulizi, akiyapokea hayo mashambulizi katika mwili na akatoa reaction yake katika mwili, ataibuka mshindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpe high five jirani yako, mwambie acha Yesu wetu Mungu Bwana. Kwa sababu gani? Huyu hataonekana na watu sana, ila huyu ndo ataonekana na watu sana, kwa sababu huyu yuko rohoni, na yeye barua yake ilikuwa ikisomeka vizuri kwa watu, lakini huyu barua yake ilikuwa inasomeka haisomeki, yani inayumbayumba kama mlevi amekunywa pombe lita 5. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu haeleweki. Amen. 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 Sasa huyu akishakuja, huyu akitoa reaction hiyo, akishindana na huyu katika mwili, huyu atashinda. Bwana Yesu asifiwe kwa wakati ule. Lakini huyu mtu ataanza kufanyaje? Ataanza sikia sasa, na utajiuliza, jamani, mimi sijamkosea, yeye ndo aliyenikosea. Sasa watu baada wa kumsema yule wananisema mimi. Kwa sababu wewe ni barua.
Ulikuwa unasomeka vizuri kwa watu. Sasa kama ulikuwa unasomeka vizuri kwa watu, kwa maana hiyo shetani kaja kimwili, umevaana naye kimwili, lazima akushinde. Amina. Haleluya. Ndio mkakae. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako mambo ya rohoni yanaishia rohoni. Mambo ya rohoni yanaishia